kwanza, Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake ama bibi yake ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. Wawekwe katika mpango ya SHA ili tukimaliza hiyo budget, ili kuanzia tarehe 1 Januari hawa wote wawe ndani ya SHA na waendelee na maisha yao. Jambo la pili, wameniuliza ya kwamba hawa wazee hata ingawaje umri ni huo, lakini dijitali pia wanaelewa. Sasa pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawasawa. Si ndio? Mumesema yani nasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mumeniambia ya kwamba mnataka simu ambayo mnaweza kupiga picha mambo ikiendelea vizuri, natuma mpaka na picha. Kama kuna watu wanasumbua wengine na disco matanga, napiga picha vile Mama Kato amesema. Na mimi, nyinyi mmenishangaza sana. Nyinyi mmenishangaza sana. Nimesikia Mama Hadija Okanga hapo vile amepanga kijiji yake. Amesema niko na manyumba 500, nimepanga mara 3, nimeweka yule balozi wa kila sehemu, nimepanga tuko na watu 9 hapa, tuko na bwana, hiyo ni mpango kali sana. Nyinyi vile mmepanga, mnashinda wengi, hawa ninashindana na wao. Hawana mpango. Hawa watu nashindana na wao, mpango hawana. Wangeenda kuuliza Mama Okanga kwanza vile mambo inapangwa. So mimi nawaheshimu sana. Alafu ya mwisho nauliza waziri apange sasa sessional paper ya mambo ambayo italetwa katika cabinet, tupeleke bunge na itengenezwe sheria. Najua hii Kenya, mumesikia kuna watu wengi hawaamini haya mambo. Wanaona hii mambo ni mambo ya watu wadogo. Kwa sababu Kenya hii iko na watu wako madharau na kiburi mingi. Ili wasije wakabadilisha hii maneno wakarudisha nyuma, tuweke ndani ya sheria. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo pangeni ili kabla ya Disemba mimi ni sign sheria ya kuhakikisha ya kwamba haya mambo ambayo tumesema hapa hayatarudishwa mtu nyuma na mtu yeyote. Awe na kiburi kiasi ambayo ako naye,
awe na madharau ile ako naye, lakini tutaweka ndani ya sheria, ndio hakuna tena nafasi ya mtu kuja kurudisha haya mambo nyuma. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Nimewasikiza pia, wacha niguzie yale mambo wale waliopata nafasi ya kuongea wamesema. Mumesema hapa kuna kama vile mama kutoka Kwale amesema tukiendelea na disco matanga kule vijijini inaleta hasara. Watoto wengi wanapata mimba, wengine wanakosa nafasi ya kwenda shule. Mimi nawauliza jameni, tutafanya bidii tuhakikishe na munisaidie kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Sikizeni ndugu zangu, Kenya hii itabadilika, na tumesema hatutaki mtoto hata mmoja Kenya akose nafasi ya kusoma, kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu sana, ndio inaleta usawa. Mtoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. Mtoto wa mkubwa na mdogo wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio nimeweka pesa nyingi kwa sekta ya elimu, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Tumeongeza pesa kutoka bilioni karibu 500 leo katika budget ya mwaka huu. Mheshimiwa Mbadi hapa tumeweka pesa 784 bilioni ya kusomesha watoto wetu. Kwa miaka 4, nyinyi kama viongozi wa mashinani, nasema hapa without fear of any contradiction, tulikuwa na changamoto kubwa kwa mambo ya elimu. Tulikuwa na shida ya walimu kukosekana ya kutosha. Hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Ile CBC ilikuwa haieleweki. Na pia funding model ya watoto wetu wa university na college ilikuwa imeshindikana. Mimi nasimama mbele yenu leo kuambia haya matatizo 4 yote tumeyatatua. Number 1, ile CBC ilikuwa inaleta kasheshe. Tumeinyorosha vizuri, sasa inaeleweka. Mzazi anajua mtoto akitoka grade 10 aya grade 6 anaenda grade 7 mahali fulani. Haikuwa inaeleweka ile grade inayofuata junior school, sijui iko secondary, iko primary, leo inaeleweka. Na transition tunakamilisha. Tumejenga madarasa 23,000 mpya kusomesha watoto wetu. Tumeajiri walimu 100,000, tunaajiri walimu wengine 20,000 mwaka huu. In 5 years, kufikia mwaka ujao, in 5 years tutakuwa tumeajiri walimu 120,000 kwa muhula mmoja. Zile serikali zingine zilikuwa zinaajiri walimu 20,000 kwa miaka 5. Leo tumeajiri walimu 120,000, kumaanisha ya kwamba elimu ni ya maana na kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Pale nyuma mauniversity zetu zilikuwa na matatizo makubwa. Hawakuwa wanaweza kulipa mishahara ya lecturers, hawakuweza kulipa suppliers yao, hawakuweza kulipa statutory deductions ya serikali kwa sababu funding model ilikuwa mbaya. Nimeketi chini hapa na vice chancellors kwa miaka 3 sasa, tumeyatatua. Leo tumeweka pesa ya kutosha kusomesha watoto wetu katika vyuo vikuu, TVET na KMTC. Na nikiongea na nyinyi hapa leo, tumerudisha sheria tena bunge ili kupiga msasa ile sheria na tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya ambaye atakosa nafasi kusoma university, TVET ama KMTC tena. Tuwe na funding ya kutosha watoto wetu wote. Nyinyi mnanielewa? Ndio ile kazi mnatusaidia pale mashinani. Wakati unawasukuma kila mzazi katika kijiji yako, unawaambia kila mtoto aende shule,
lazima mimi niwe tayari pale shuleni na mwalimu na madarasa na model mzuri ya kuwasomesha na pesa ya kutosha, ndio kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Kwa hivyo mnapofanya bidii kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanasoma, nyinyi mjue ya kwamba sehemu ile ingine mimi nimepanga, na muwaeleze vizuri ya kwamba serikali imeweka pesa ya kujenga madarasa, kulipa walimu, kunyorosha elimu, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma university. Hatutaki mtoto wa Kenya abaki nyuma. Mtanisaidia kazi hiyo jameni? Mtahakikisha watoto wetu wote wanasoma? Nyinyi pia ndio mtanisaidia kuwasajili wale wote ambao ni wakulima. Mnajua tulikuwa na matatizo ya kilimo, na tatizo kubwa ya kilimo ilikuwa hatujui wakulima ni wangapi, wa kahawa ni wangapi hatukuwajua, wale wa chai hatujui, wale wa ngano na mahindi hatujui, wale wa makadamia na ile ingine makorofia hawajulikani. Leo kwa msaada wenu nyinyi ndio mlitusaidia na machief, tukaandikisha wakulima wote. Leo tuko na data ya wakulima 7,200,000 ambao tumewasajili. Kupitia kwenu tunajua huyu mkulima ni fulani, ekari yake ya mahindi ni kiasi fulani, ekari yake ya kahawa ni kiasi fulani, yeye ni mkulima ama mfugaji. Hiyo data ndio imetusaidia kuinua productivity ya mambo ya kilimo. Mimi nataka niwaeleze hivi. Mimi nilisimama mbele ya Wakenya wakati nilitafuta uongozi wa taifa letu, na nikasema nitarekebisha mambo ya kilimo. Leo mimi nasimama hapa mbele yenu, kilimo ya kahawa, kwa wale mnatoka mahali mnapanda kahawa. Kahawa ilikuwa inauzwa kwa kilo moja shilingi 50. Leo ni 100, 120, 140 kuelekea 150. Ni kweli si kweli? Wale ambao ni wakulima, mbolea ilikuwa inauzwa 6,000, 7,000. Leo mbolea ni 2,500. Ni kweli ama si kweli? Wale ambao nyinyi ni wakulima wa miwa, watu walikuwa wanapeleka kwa kampuni, wanangojea miezi 6, mwaka moja ndio walipwe. Ni kweli si kweli? Leo kilimo ya miwa, ukipeleka miwa yako sio miezi 6, unangojea siku 10 peke yake, unapata pesa yako, unasonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Tumerekebisha kilimo. Wale matapeli walikuwa wanatusumbua, tumewafukuza. Gharama ya pembejeo na mbolea na zile zingine tumepunguza. Nimesikia kutoka kiongozi Bwana Biwott kutoka kule Moisbridge. Amesema anatoka Kititi ya Tebeson. Na amesema kweli kumetokea kiangazi pale, na pengine serikali ichunguze vile tunaweza kuwasaidia wakulima. Mimi nataka nikueleze Bwana Biwott ya kwamba tayari nimeketi chini na waziri wangu Hawa, na tumesema ya kwamba tutatafuta namna ya kupunguza gharama ya mbolea hata zaidi, ndio muweze kurudi shambani mwaka ujao. Pia tutapunguza gharama ya mbegu, ndio tuhakikisha kwamba tunawashika mkono wakulima wetu watuzalishie chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo hiyo kazi mlitusaidia na mnazidi kutusaidia ya kuhakikisha kwamba mnawahamasisha wananchi waweze kujua mbolea inapatikana wapi, ni bei ngapi, mnafukuza matapeli, mnaelekeza wakulima, mnawapatia habari sahihi, sio mambo ya fake news na ukora na mambo ya propaganda. Mimi nasema asanteni sana kwenu. Nyinyi pia mnaelewa ya kwamba tulikubaliana ya kwamba afya isiwe starehe ya watu wachache. Mimi nawashukuru sana kwa sababu ndio mnatusaidia kusajili wananchi ndani ya SHA. Kupitia kwa bidii yenu na kazi yenu, leo katika taifa letu la Kenya tuko na Wakenya milioni 32 wamejiandikisha tayari. Leo katika taifa letu la Kenya kwa mwaka 1.5 tumelipa bilioni 170 kwa mahospitali zetu, dispensaries, health centers
level 4 hospitals, level 5 hospitals. Leo katika taifa letu la Kenya utashikia ushuhuda, mzee fulani amelipiwa na SHA, mama fulani amelipiwa na SHA, kijiji fulani mtoto fulani amelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawauliza nyinyi kama wazee wa mtaa, mumewahi kusikia mtu amelipiwa na SHA? Mumesikia? Mumewahi kumuona ama kujua mtu amelipiwa na SHA? Hebu nione kama kuna mtu amesikia mtu amelipiwa na SHA. Nyinyi wote mmesikia? Na wale wanatuambia ati SHA haifanyi, wale ni matapeli ama ni mtu ambaye hajakuwa mgonjwa? Kwa hivyo tuseme ukweli, tuambiane ukweli, kati ya ile NHIF ya zamani na hii SHA ya leo, gani inafanya kazi? Gani inafanya kazi? Kila kijiji utasikia mtu fulani amelipiwa na SHA 1,500, 1,100, 20,000.